neno. Nidhamu ya kujifunza neno. Nataka tuangalie mambo machache kuhusu nidhamu ya kujifunza neno katika muda huu ambao tunao. Sasa napozungumzia nidhamu ya kujifunza neno, hii nidhamu ya kujifunza neno huwa inawasaidia Wakristo kuweza kumjua Mungu kibinafsi. Yaani ukifanikiwa kujenga nidhamu ya kujifunza neno, hii nidhamu itakusaidia wewe kumjua Mungu kibinafsi. Wewe kama wewe utamjua Mungu, kwa sababu hatuwezi tukamjua Mungu nje ya neno, kwa sababu Mungu tunayemhubiri anaishi kupitia neno na amejifunua kupitia neno lake. Kwa hiyo kama mtu anakuwa na shauku ya kutaka kumjua Mungu, anahitaji kujenga nidhamu ya kujifunza neno. Sisi kama wa Pentekoste hatutarajii kusikia mtu anasema tujifunze aina za majini au majina ya majini. Sisi sio waganga wa kienyeji, na wala hatuandai watu kuwa waguzi. Lengo letu ni kumjua Yesu, ni kumjua Mungu. Na ili tumjue Mungu, tunahitaji kujenga nidhamu ya kujifunza neno. Sasa hii nidhamu ya kujifunza neno, kwa kadri tunavyoendelea kumjua Mungu, ndivyo maisha yetu na mawazo yetu huwa yanaendelea kubadilika. Yaani kadri unavyoendelea kumjua Mungu, mawazo yako, maisha yako yataendelea kubadilika siku baada ya siku, kwa sababu ya kumjua kwako Mungu. Yaani kuna namna tu utajikuta unahitaji kuishi, na sio kuishi tu bora liende. Kwa nini? Kwa sababu umeanza kumjua Mungu. Sasa makanisa yako mengi, ila ni makanisa machache yanayoweka mkazo kwenye eneo la kujifunza. Ni machache. Na wengine utakuta sifa matangazo lisali moja, ila neno dakika 20. Unaona kabisa kwamba hapa hiki kitu hakipo sawa. Kwa hiyo nidhamu ya kujifunza neno huwa inamsaidia Mkristo kumjua Mungu kibinafsi. Na Mungu wetu anataka ajifunue kwenye maisha ya kila mmoja kibinafsi. Na kupitia wewe unapomjua, basi tutaona akikutumia pia kuleta mabadiliko katika eneo ambalo upo, lakini pia utakuwa chachu nzuri kwa wengine. Hebu ninaomba tusome Matendo ile sura ya 17 na ule mstari wa 11. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 11 inasema hivi: watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa sababu walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Huu mstari ambao tumeusoma unazungumzia Wakristo wa Beroya. Wakristo hawa, baada ya Mtume Paulo kwenda kwenye mji wao unaoitwa Beroya, wakaingia ndani ya sinagogi, na walipoingia ndani ya sinagogi wakaanza kufundisha neno. Biblia inasema hawa waamini walikuwa waungwana. Kwa hiyo Waberoya, moja ya sifa zao ni waungwana, na zaidi ya kuwa waungwana, anasema ni waungwana kuliko wale
wa Thesalonike. Maana yake mwandishi wa Matendo anatofautisha kati ya Waberoya na wa Thesalonike. Anaona kwamba ni watu wawili tofauti. Waberoya walikuwa na shauku ya kujifunza neno, walikuwa waungwana, lakini pia walipokea neno kwa shauku ya mioyo. Na Biblia inasema wakachunguza maandiko kila siku ili waone kila alichokuwa akifundisha Mtume Paulo kuwa kilikuwa sawa sawa. Na wakati wote ndani ya Biblia tunapotaka Wakristo wa mfano kwenye kujifunza neno, huwa lazima tuende kwenye Waberoya. Yaani Waberoya ndio wanasimama kuwa Wakristo wa mfano kwa vizazi vyote, ile shauku ambao walionyesha ya kujifunza neno. Sasa nidhamu katika neno la Mungu huwa inahusisha mambo kadhaa. Nidhamu katika neno la Mungu inahusisha mambo kadhaa. Unaposema nidhamu ya kujifunza inahusisha mambo kadhaa. Jambo la kwanza, inahusisha kusoma neno. Kusoma neno, hilo ni jambo la kwanza. Mtu anaposema na nidhamu, maana yake automatic